Ogopa kuogopa. Ogopa kuogopa. Leo Kristo anataka kusema ogopa kuogopa. Yaani hofu isiwe sehemu ya maisha yako au ikaota mizizi ndani mwako. Ndio hicho nataka kukisema. Nitawaeleza. Neno usiogope katika maandiko matakatifu limejirudia zaidi ya mara 365. Unaelewa? Maana yake kila siku, usiku na mchana, Mungu anakuambia usiogope. Aidha umelala au umeamka, uko macho au umefumba, umeanguka au umeinuka, iwe mvua, iwe jua, iwe asubuhi, iwe jioni, Mungu anasema usiogope. Kila siku anasema usiogope. Ukisoma maandiko matakatifu utagundua tangu kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, Mungu anasema usiogope. Neno hili alimwambia Ibrahimu aliyekuwa anajiuliza wapi pa kwenda alipoitwa. Alipokuwa anafikiria juu ya maisha yake, juu ya ahadi za Mungu zake kwake katika safari yake ya maisha, Mungu alimwambia Ibrahimu usifanye nini? Usiogope. Kasome kitabu cha Mwanzo ile sura ya 15 aya ya kwanza. Neno hili aliambiwa Israeli, Yakobo, alipokuwa na mapambano katika safari yake ya maisha. Mungu alimwambia Israeli usiogope. Kitabu cha Mwanzo 46 aya ya 3. Neno hili aliambiwa Musa wakati anatembea na watu wake. Alipokuwa njiani hivi, mbele aliona bahari ya Shamu. Akashindwa kuvuka. Akajiuliza atakuwaje, nyuma kuna jeshi. Mungu alimwambia Musa na watu wako usiogope. Kitabu cha Kutoka ile sura 14 aya ya 13. Neno hili aliambiwa Daudi aliyekuwa na windo usiku na mchana na Sauli na upanga ili kuweza kuuliwa. Mungu alimwambia Daudi, mwanangu, usiogope. Neno hili naambia aliambiwa Danieli aliyetupwa katika shimo la simba ili wamjeruhi simba wenye njaa. Mungu alimwambia Danieli usiogope. Kitabu cha nabii Danieli ile sura ya 10 aya ya 12 mpaka ya 13. Neno hili usiogope aliambiwa Mariamu aliyeuliza mambo haya yatakuwaje? Kwa sababu za akili ya binadamu mambo hayawezekani. Kasome Injili ya Luka ile sura ya 1 aya 30. Malaika alimwambia Mariamu usiogope. Neno hili aliambiwa Petro aliyekuwa anazama katika bahari katika ziwa Galilaya. Akaambiwa na Yesu, Petro usiogope. Kasome Injili ya Mathayo aya ya 22 mpaka 33. Utaelewa. Leo Kristo anakuambia wewe usiogope. Ogopa Unaelewa ndugu zangu? Woga ni sehemu ya maisha, si ndio? Woga ni sehemu ya nini? Lakini Mungu anasema usiogope. Usiogope binadamu. Kwa sababu mwanadamu ni kama pumzi tu, siku zake zinahesabika, anapita. Kasome Zaburi ya 144 aya ya 4. Usiogope juu ya maisha yako, kwa sababu Mungu alikujua kabla hajakuumba. Siku zako zimeandikwa katika kiganja chake, anajua kila kitu. Kitabu cha nabii Yeremia sura ya 1 aya ya 5. Woga ambao huo unatutisha ni maisha ya kibinadamu. Wengi tunaogopa labda atakayotokea, yajayo, itakuwaje, nitapoteza kazi, familia itakuwaje, watoto watakuwaje. Ni mambo ya kawaida, si ndio? Ni kibinadamu, ni hali ya kibinadamu. Ogopa ni hali ya kibinadamu. Ukiangalia wazazi wana hofu. Hiyo watoto wao itakuwaje? Mambo yatendaje hapa? Watoto na nyoka ukiwauliza wanaogopa juu ya masomo yao, si ndio? Wakiwa vijana wanaogopa pia. Sasa sina mbele, sina nyuma, sina kazi, ni maisha. Akizeeka anaogopa na afya hapa kiteleka sio naondoka hapa. Sizungumzii wazee hapa. Sawa? Yaani ni mambo ya kawaida. Mtu unawaza huko unapozidi kwenda unaona kama anakaribia hivi. Hofu inatanda. Ni hali ya kibinadamu, lakini Kristo anataka kusema hofu hiyo isije ikaondoa imani yako kwa Mungu mwenyewe. Ndio hicho lazima kukielewa. Hofu yako isiondoe imani yako kwa nani? Kwa Mungu. Ogopa kuogopa. Kiasi kwamba mpaka imani yako inatetereka, unakuwa na wasiwasi kwamba unaona Mungu hawezi kufanya kitu tena. Unaelewa? Ndio hicho nataka kusema usiogope. Ogopa kufanya nini? Ogopa kuogopa. Ogopa hofu ipo kibinadamu, lakini amini usiamini, kuna yule mwenye kushinda yote hayo. Mwenye uwezo juu ya yote hayo. Kuna mfano mmoja, ndugu mmoja yeye alikuwa anatembea.
akitaka kueleza ni nani mkubwa, au akitaka kujua, akifikiria ni nani mwenye nguvu kuliko vyote. Kwa sababu gani alijiuliza hivyo? Ni kwa sababu alienda msituni, akaona msitu mkubwa, akasema huu msitu kwa akili yake utakuwa ndio una nguvu kuliko kila kitu. Muda si muda akasikia msitu ule umeungua na moto, akasema kumbe moto una nguvu kuliko msitu. Akafikiria akasema, kumbe moto ndio una nguvu kuliko kila kitu, na umeteketeza pori lote, msitu wote umeteketea. Wakati yeye anaendelea, mvua ikatanda, moto ukazimika. Sasa akajiuliza, kwa hiyo moto wenyewe hauna nguvu, si ndio? Mwenye nguvu ni nani? Ni maji. Kumbe maji anaweza akazimisha moto. Kwa hiyo maji yana nguvu kuliko kila kitu. Maji yakajaa hapo na nini. Baadaye jua likawa akali, akasikia maji hapa nini, akasema yai, kumbe jua lina nguvu kuliko. Akasema yap, akaanza kuogopa. Sasa jua ametembea hivi, anatafakari, akafika sehemu, mbona jua hapa alinifikii, kumbe kuna jabali kubwa limezuia. Akasema kumbe japo jua lina nguvu, ila kumbe kuna jabali kubwa ambalo linaweza likatanda hivi likazuia nini, mwanga wa nini. Kwa hiyo jabali lina nguvu kuliko. Akasema mbona nafikiri tofauti. Akazidi kutembea, hajakaa sawa, anasikia jabali limeondoka. Kwa sababu gani? Watu wameanza kuchimba kokoto. Kwa hiyo kumbe mwanadamu huyu ana nguvu kuliko jabali. Akafikiria, sasa kipi kenye nguvu? Hajakaa sawa, anasikia jabali, bahatimbaya yule mwanadamu alikuwa anachimba ile amefariki. Akasema kwa hiyo kifo kina nguvu kuliko. Akafikiria, hajakaa sawa, akaenda kanisani. Sasa ndio changamoto iliyotokea. Kufika kanisani, anaambiwa leo ni Pasaka. Leo ni nini? Pasaka maana nini? Sikukuu. Kuna mtu amefufuka kutoka wafu, ameshinda kifo. Akasema yai, ni nani huyu? Akaambiwa ni Yesu Kristu mwenyewe. Kwanza hapa akaamini kwamba kumbe mwenye nguvu kuliko vyote ni nani? Yes. Unanielewa? Kwa hiyo maisha yake akawa anatembea akiamini chochote kile ambacho kitanitisha, hakuna ambacho kitaweza kuzuia au chenye nguvu kuliko Yesu Kristo mwenyewe, kwa sababu ametembea na ameshuhudia. Naomba hiyo iwe falsafa yako, uwe uelewa wako, kwamba katika kutembea kwako katika maisha hakuna chenye uwezo, hakuna chenye nguvu kuliko Yesu Kristo unayemwamini na uliyebatizwa kwa jina lake. Ogopa kuogopa.